Bwana asifiwe sana, mtu wa Mungu. Na kusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya siku ya leo. Leo Mungu ametupa neema ya kuangalia somo lingine ambalo kichwa chake kinasema mambo muhimu yanayoweza kukusaidia kuruka zuio la adui aliloweka usifanikiwe katika maisha. Mambo muhimu yanayoweza kukusaidia kuruka au kukwepa zuio la adui aliloweka usifanikiwe katika maisha. Mambo muhimu. Leo nitaelezea mambo mawili tu muhimu ambayo yanaweza kukusaidia kukwepa hilo zuio la adui ambalo anakuwa ameweka ili usifanikiwe katika maisha. Mpango wa Mungu ni kwamba ufanikiwe. Ndio maana katika kitabu kile cha Yohana, waraka wa 3 wa Yohana, ile sura ya 1 na mstari wa 2, anasema naomba ufanikiwe mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya kama roho yako inavyofanikiwa. Kwa Mungu ameruhusu tufanikiwe, lakini adui naye ana mipango yake, anazuia wewe usifanikiwe. Umeandikiwa kwamba wewe utafanikiwa, lakini anazuia. Watu wengine wakasema adui atachelewesha, lakini kusudi la Mungu litatimia. Kama Mungu amekuandikia ufanikiwe, hata ukiwa mzee utafanikiwa, kwa sababu kilichonenwa na Mungu lazima kitimie katika jina la Yesu. Kwa hiyo Mungu akisema wewe utafanikiwa, manake toka unazaliwa umebeba kusudi la Mungu, na Mungu amekuandikia kwamba wewe utafanikiwa. Watazuia kwa muda tu, watazuia kwa namna wanavyotaka, lakini watatoweka katika jina la Yesu. Anayezuia atapita, anayekuja mwingine atapita, lakini kwa sababu Mungu amekuandikia kwamba wewe ufanikiwe, utafanikiwa katika jina la Yesu. Hata kama hutafanikiwa katika ujana wako, uzee utafanikiwa. Haleluya! Nataka nikueleze, kuna mambo ambayo unaweza ukazingatia. Haya ni baadhi tu, sio kanuni kwamba ni mambo ambayo ukiyashika. Hapana, ni kanuni ambazo ufunuo umekuja na Mungu amesema niyaseme. Ni mambo mawili ambayo yanaweza kukusaidia kuruka zuio au kukwepa zuio ambalo adui anakuwa ameweka kwa wewe, mtoto wa Mungu, usifanikiwe. Adui amekuwa ameweka uishi, adui anakuwekea zuio, anajua mbele kuna mafanikio. Wewe ulitakiwa usome, wewe ulitakiwa na elimu kubwa, lakini adui kakuwekea zuio. Unashangaa uko pale pale usome. Haleluya! Na kuna watu wengine katika maisha tunayoishi, ukimwangalia unaweza ukajua kwamba mtu huyu ni adui aliweka zuio, lakini kwa akili ya kawaida na mambo anayoyafanya ni tofauti na yule ambaye hakuwekewa zuio, lakini Mungu hakuweka kusudi la mafanikio ndani yake. Lakini unaona yule ambaye labda hakupata elimu au hakupata mtaji wa biashara, unaona ukikaa naye katika mazungumzo, anakupa mawazo mazuri, mawazo ya kufanikiwa, anakupa mawazo mazuri ya elimu, namna elimu inavyofanikiwa. Anakuwa na ubunifu mbalimbali katika maisha yake. Haleluya! Ukigundua mtu huyu, ukikaa naye, unaweza ukajua kwamba mtu huyu aliandikiwa kufanikiwa, lakini kwa sababu ya adui ameweka zuio, ndio maana alimchelewesha. Lakini hata kimchelewesha katika elimu, kama Mungu alimwandikia kwamba atamiliki fedha, huyo mtu atakuja miliki. Kama Mungu alimwandikia kwamba ataendesha gari, huyo mtu atakuja endeshe. Haleluya! Kwa hiyo
Hatuangalii majira ya saizi ambayo adui anazuia, ila tunatazamia ni kusudi la Mungu ambalo lipo ndani ya moyo, kwamba Mungu ameweka kusudi ndani yangu, lazima nifanikiwe. Mungu ameweka kusudi ndani yangu, lazima nihubiri. Mungu ameweka kusudi ndani yangu, lazima nitasoma. Hata kama sitasoma, mtoto wangu atasoma katika jina la Yesu. Kusudi la Mungu lazima litimie katika jina la Yesu. Watazuia lakini watashindwa. Huyu anayezuia leo atatoweka. Mwingine atakuja atalisishwa kuzuia, lakini naye atatoweka. Wewe utabaki kusubiri kusudi la Mungu mpaka litimie. Haleluya! Natamani nielewe katika jina la Yesu. Natamani nielewe, mtu wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu tusipojua makusudi ya Mungu ndani ya mioyo yetu, tusipojua makusudi ya Mungu kwenye maisha yetu, tutaishi tu kwa kulaumu, tutaishi tu kwa kuangalia kwamba familia ile wanafanikiwa au familia ile ndio wamebarikiwa. Hamna, kila mtu amebarikiwa, kila mtu Mungu ameweka kusudi ndani yake. Haleluya! Hakuna aliyezaliwa na elimu, hakuna aliyezaliwa na fedha, hakuna aliyezaliwa na utajiri, ila Mungu anaweza kukufanya uwe tajiri katika jina la Yesu ukimtegemea. Haleluya! Nisikae hapo sana, ila naomba tuangalie hata kwa leo, tuangalie hata pointi moja tu ambayo ituelekeze tujue kwa nini, tujue katika kichwa cha somo kinasema mambo muhimu yanayoweza kukusaidia kuluka. Tujue namna ya kuluka hayo mazuio. Kitu cha kwanza ni lazima uondoke mahali kwenda mahali kulingana na maelekezo ya Mungu. Ni lazima uondoke mahali kwenda mahali kulingana na maelekezo ya Mungu. Haleluya! Unaondokaje kwenda mahali, kutoka sehemu moja kwenda nyingine? Inategemea maelekezo ya Mungu. Mungu anasema ni kuondoka sio vibaya. Kuondoka kwenye mji fulani kwenda kwenye mji mwingine sio vibaya. Haleluya! Kwa sababu hata wakati Yesu amezaliwa, aliondoka kuepusha ile ghadhabu ya Herode. Haleluya! Kwa hiyo jambo la kwanza, lazima uondoke mahali kwenda mahali kulingana na maelekezo ya Mungu. Kwa nini? Katika kitabu cha Mathayo 2:13, naomba kwanza nikueleze kuondoka ni nini. Anasema ni kitendo cha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa madhumuni au lengo maalum. Hiyo ni tafsiri ya kawaida, mtumishi wa Mungu, tafsiri ya kawaida ya kuondoka. Unaondoka, unatoka sehemu nyingine kwenda sehemu nyingine kwa makusudi maalum. Ukiondoka kutoka sehemu nyingine kwenda sehemu nyingine bila kusudi, wewe utaambiwa wewe ni mzururaji, wewe umeenda kuzurura. Lakini ukiwa na kusudi maalum, wewe umeondoka. Maana umeondoka katika mpango ule wa Mungu, na ukienda sehemu hiyo hutaonekana mzururaji, ila ni mtu ambaye ukifika ile sehemu ambayo umeelekezwa na Mungu, ile ardhi itakupokea na wale watu na zile mbingu za eneo zile unajitambulisha katika jina la Yesu. Ukienda sehemu usichukulie kama ni jambo la kawaida, mtu wa Mungu. Unaweza ukatoka sehemu kwenda mkoa mwingine, unafika tu ukanyaga mguu, unakutana na baadhi ya watu, au unaingia sehemu, wale watu wanakujua kwamba wewe ni nani. Haleluya! Chukulia mfano, kuna watu wengine walikuwa waimbaji, walipoondoka kwenda sehemu nyingine, kwenda mkoa mwingine, na sehemu ile aliyotoka alikuwa mwimbaji, lakini wakati anatoka anasema, nikienda ile sehemu nitaenda kukaa kama muumini wa kawaida.
Anapofika mahali pale katika kanisa lile, akikaa nyuma kwenye mabenchi, kuna kitu kinazungumza ndani ya nafsi yake. Kuna kusudi la Mungu linakuwa ndani yake, anashindwa kuvumilia na mbingu zile zinamlazimisha, kwa sababu ya kusudi la Mungu halijatimia, kwa sababu ya kusudi la Mungu halijatendeka, na lazima afahamike katika jina la Yesu, kwa sababu ya kusudi la Mungu litamtambulisha eneo lile. Haleluya! Kuna aina kuu mbili za namna ya kuondoka mahali kwenda mahali. Kuna aina kuu mbili za kuondoka. Haleluya! Kuna kuondoka kutokana na sauti ya Mungu. Lazima uelewe nalo hili, kwa sababu usije ukachukulia kwamba kila kuondoka ni kusudi la Mungu. Wakati mwingine inaweza siwe kusudi la Mungu, mpaka umjue Mungu zaidi na mpaka usikie maelezo ya Mungu. Lakini ukiondoka, wakati mwingine unaweza ukaondoka kulingana na matamanio, huko sio kuondoka. Ndio maana Mungu kanionyesha kwamba kuna aina mbili za kuondoka. Kuna kuondoka kutokana na kusudi la Mungu na kuna kuondoka kutokana na mpango wa adui. Haleluya! Nataka tuangalie hizi point moja moja. Kuondoka kutokana na mpango wa Mungu, tubezi hapo. Kuondoka kutokana na mpango wa Mungu au sauti ya Mungu. Ukisoma Mwanzo 31 na 13 na kitabu cha Kutoka 9:13, hii ni aina kuondoka kutokana na mpango wa Mungu. Hii ni aina ya mtu kuondoka kutoka sehemu kwenda nyingine, ila kwa maelekezo maalum ambayo ni maelekezo ya Mungu. Aina hii ya mpango wa kuondoka, hii ni aina ambayo inatokana na maelekezo ya Mungu, kwa sababu ni sauti ya Mungu. Haleluya! Kuondoka huku kutokana na mpango wa Mungu sio kuondoka kwa matamanio ya kwako, ni kuondoka kwa sababu umesikia amani. Na aina ya kuondoka huku kwa mpango wa Mungu, unapoondoka sehemu kwenda sehemu, Mungu anakuandalia ile fursa ambayo amekuelekeza kwamba ukienda sehemu ile kuna fursa fulani, anakuwa amekuandalia katika mazingira yale. Haleluya! Kuondoka ambako sio mpango wa Mungu, unaweza ukaenda sehemu ukafika katika lile eneo, badala ya kupata fursa ikakusababishia matatizo. Haleluya! Kuna watu ambao wanaweza kushuhudia, kuna maeneo walipotoka tu wakijua kule sehemu wanakoenda ndio kuna wafadhali, au ndio kuna kusudi la Mungu, au ndio kuna maisha mazuri, maisha ndio yakaharibika. Haleluya! Chukulia mfano watu wale ambao wanaondoka katika ndoa. Kuna mtu mwingine anaondoka katika ndoa baada ya kuona matamanio fulani kwenye eneo fulani, au matamanio fulani kwa watu fulani. Kwa hiyo anaondoka kwenye lile kusudi, anaondoka kwa mume wake, au anaondoka kwenye familia ile kwa kudhania kwamba kule anakoenda anaenda kupata maisha mazuri zaidi. Kumbe ule ni mpango wa adui, sio mpango wa Mungu. Mungu anapotaka uondoke sehemu, anakuandalia hata eneo, anakuandalia like Eden, anakuandalia sehemu, fursa. Katika jina la Yesu naomba unielewe, mtu wa Mungu. Kuna watu wanaondoka kwenye familia kwa kuona matamanio, lakini sio mpango wa Mungu, na wanapoenda kule wanagundua kwamba tumekosea. Anapotaka kurudi, ile nafasi imepotea. Huko sio mpango wa Mungu, kwa sababu ulilazimisha kuondoka. Haleluya! Nafasi ambayo umeipoteza haiwezi kurudi tena, mtu wa Mungu, naomba nielewe. Kuna watu walitoka sehemu, chukulia mfano,
Kwa nini Mungu ananisemesha kwenye habari ya ndoa? Chukulia mfano, kuna watu walichukuliwa katika mazingira fulani ambayo labda tunaweza kusema ni mazingira ambayo sio mjini. Hili limetokea kwa watu wengi sana, sio mjini. Alipofika eneo lile, alipofikishwa eneo lile, akakutana na watu wengine wanaoishi maisha katika mfumo fulani, wana drive au wanavaa kwa namna nyingine ambayo anaona yeye ni kama hajawahi fanya vile vitu, kwa akawa na matamanio kuhusu yale maisha, akavutiwa yale maisha, akaondoka kwenye mfumo ule wa ndoa, akaondoka kwenye mfumo ule wa familia, akasema labda nikimbilie huku. Anapoenda kule anakutana na mambo makubwa, anakutana na majaribu, anakutana na maisha magumu. Kurudi tena inamgharimu. Huko kuondoka sio mpango wa Mungu. Naomba nielewe katika jina la Yesu. Mungu anapokuruhusu, sauti ya Mungu inapokuruhusu kuondoka sehemu kwenda sehemu nyingine, sauti ya Mungu inapokuruhusu kwamba wewe umefanya kazi mahali hapo kwa muda mrefu, au umefanya kazi kwa muda fulani, unaposema unahama kwenda mkoa fulani, lazima Mungu akuandalie fursa. Kama usikii amani kwenda katika mkoa ule, usiende, kwa sababu sio mpango wa Mungu. Angalia amani yako, usiende kwa kufuata mkumbo. Haleluya! Hata ukiwa polini utaonekana kama Daudi ambaye alikuwa anachunga mifugo, lakini alionekana na Mungu na akawa mfalme katika jina la Yesu. Walimdharau, lakini walimdharau akisema, huyu ni mchunga ng'ombe tu, huyu ni mtu wa polini tu, huyu hawezi kuwa mfalme, lakini Mungu alimuinua juu. Kwa usidharau sehemu ulipo, mtumishi wa Mungu. Mungu anaweza kukuonyesha fursa. Haleluya! Na kuna wakati Mungu anaweza kuruhusu, baada ya kusudi lake eneo lile kutimia, anaweza kuruhusu wewe uondoke katika jina la Yesu. Naomba nielewe, mtu wa Mungu. Haleluya! Natamani niendelee, lakini kwa sababu ya muda naomba nitaendelea hii pointi ya pili. Pointi ya pili tutazungumza kuondoka kusiko mpango wa Mungu. Mungu akubariki sana kwa kuendelea kusikiliza kipindi hiki, na Mungu akubariki sana ukiwa na muda, subscribe au support kwa namna yoyote ile ambayo unaweza, mtu wa Mungu. Natamani sana uelewe kile Mungu ambacho ananionyesha, nikwambie si hali ya kawaida, lakini Mungu akisema sema, nitasema katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana. Shalom, shalom.